tuingie mbinguni lakini tuko duniani. Tuingie mbinguni lakini tuko duniani. Mwambie mwenzako, ngoja tuende mbinguni kwanza. Ngoja tuende mbinguni kwanza. Sura ya kwanza wa Efeso. Sura ya kwanza. Nenda mstari wa 19. Mstari wa 19. Ephésiens chapitre 1 verset 19. Inasema hivi. Nenda mstari wa 20. Mstari wa 20 inasema hivi. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Anza 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio, jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Akatubarikia katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Akamketisha Kristo mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho alipomfufua kutoka wafu. Ndio. Juu sana kuliko ufalme wote, na mamlaka, na nguvu, na usultani, na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wake, ukamilifu wake, anayekamilika kwa vyote katika vyote. Akamketisha katika mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ile mlima ya shangazi. Amen. Sema amen. Yani kwa shangazi hakuna barabara utatembea. Unaenda na helikopter. Inaitwa helikopter. Ndio. Unaenda na helikopter. Yes. Ufiki kwa mguu. Sasa na Yesu akafufuka, akaenda mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote, na mamlaka, na uweza, na usultani, na kila jina litwajalo, sio ulimwenguni humu tu, hata ule ujao pia. Akavitiisha vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa, ambalo ni mwili wake, ambaye anakamilika na katika vyote na katika vyote. Sijui anakamilika kwa vyote katika vyote na katika vyote. Sasa mimi na wewe tuko wapi? Tuko kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Ephésiens chapitre 2 verset 6. Katika Kristo akatufufua pamoja naye. Akatufufua, ngoja. Mstari wa 12 sura ya kwanza, aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Sura ya 2 mstari wa 6, akatufufua pamoja naye. Yes. Sura ya kwanza akamfufua Kristo, akamweka mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Na sisi sura ya 2 akatufufua pamoja naye, pamoja na Kristo. Alafu akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Katika Kristo Yesu, juu sana, juu sana, yes, kuliko ufalme wote. Jamani, ukisikia shetani ameanguka, msimuinue tena. Wewe ulianguka zamani, mlikufa katika dhambi, akatufufua, akatutoa chini, alokota nase atomboli likolo, alitulokota huko, akatuketisha juu
Sema amen, amen. Tukubali katika Kristo sisi ni nani. Sema kwa sauti, nimeshajijua. Sema juu sana kuliko ufalme wote wa giza, wa mashetani, wa majini, wa wachawi. Kwa jina la Yesu hawawezi wakanifikia nilipoketishwa katika Kristo Yesu, katika ulimwengu wa roho, aliponibarikia kwa baraka zote za uwezo na mamlaka juu ya falme zote za giza, akawatiisha chini ya nyayo zangu, akawaharibu wasinionee tena. Kwa jina la Yesu, na mwili wangu akaufanya nyumba yake. Ninatangaza maisha yako yamebarikiwa. Amekuweka juu sana, hakuna wa kukushusha tena. Hakuna andiko la wewe kushushwa chini. Alisema, aliyenipa Baba hakuna wa kuninyang'anya. Ndani yake Kristo hakuna mtu wa kukunyang'anya mamlaka uliyopewa, uwezo uliopewa, nguvu uliyopewa. Kwa jina la Yesu sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Mwambie mwenzako, macho yako yanaona. Macho yako yanaona. Katika ulimwengu wa roho, si ndio? Ametubarikia katika mambo mawili, uweza na mamlaka. Sasa nenda mstari wa 17. Sura ngapi? Sura ya kwanza. Sura ya kwanza mstari wa 17 inasema, Efesiens chapitre 1 verset 17. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Rudi tena. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotupa sisi, aliyotenda alipomfufua Yesu, akatupa na sisi. Amen. Amen. Siku moja, asante. Siku moja, haleluya, Yesu ametoka kujaribiwa siku 40 mlimani. Amen. Alienda kujaribiwa siku 40. Amebatizwa kwa maji. Amen. Haleluya. Mbingu ikafunguka, Roho wa Bwana akashuka juu yake kama ua. Sauti ikatoka katika mbingu ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Amen. Baada hapo, yule Roho Mtakatifu akamchukua Yesu akaenda naye nyikani kwa Ibilisi ili ajaribiwe. Akakaa kule siku 40, hakula wala hakunywa. Mjaribu akamjia. Amen. Mjaribu akamjia, kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe ni mwana wa Mungu. Mwambie mwenzako, sio kama. Sema ni mwana. Sema tena ni mwana. Sema tena ni mwana. Ongeza tena, mrithi mwenye mamlaka na uwezo na nguvu juu ya kila pepo katika ulimwengu wa roho.
Amen. Sasa ibilisi anataka kuangalia na wewe kama kweli wewe Mkristo nani, sikiliza hapa, kama wewe ni wa kweli wewe mwambie mwenzako, wewe achana na mambo ya kama. Sema mimi ndo mwenyewe. Sema niangalie vizuri. Mwambie usipepese macho, uwe na uhakika nimezaliwa na yeye. Shetani hataki ujijue. Anakuambia kama wewe kweli umebarikiwa. Mwambie mwenzako, sio kama kweli nimebarikiwa. Shetani alichukua ile neno pale kwenye maji pale kwa mto. Ametoka ndani ya maji, mbingu imefunguka. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Ulimwengu wa roho kasikia ile sauti kama moto, ukaingia kwenye milima, ukapekecha milima na miti na vitu vilivyoko chini ya udongo na vitu vilivyoko kwenye anga, mbingu na mawingu na hewa, na vyote vikasikia sauti ya Mungu ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu. Kama vile leo ninavyozungumza na wewe, amekubarikia kwa baraka zote katika Kristo Yesu, katika ulimwengu wa roho. Mbingu imesikia, mawingu yanayenyesha mvua yamejua, ardhi hii imejua, vilivyoko kwenye ardhi chini huko imejua, hali ya hewa inakujua, kila kiumbe. Sasa usiingizwe kwenye mashaka ukasema labda kweli hata mimi sijui kama piga kifua, sema ni mwenyewe. Sema ninajijua. Siishi kwa maneno ya kubabaishwa. Ninaishi kwa neno la Mungu. Halo? Mtu hataishi kwa mkate tu, ni kwa maneno ya watu wanayotengeneza, kwa mafundisho ya awali ya ulimwengu, elimu za wanadamu ambazo hazina Mungu. Hatuishi kwa hayo, tunaishi kwa neno lililotoka katika kinywa chake. Kwenye hilo neno limesema ametufanya ndani yake Kristo, akatuumba, akatubarikia. Paulo anasema sasa, amen, kwamba tupate, anasema hivi, ufunuo na hekima. Hiyo elimu isiondoke ndani yako, ujue katika yeye tupate hekima yote ya Mungu na ufunuo wote katika kumjua yeye alichokufanyia. Tunaenda sawa? Mgeuke jirani yako, mwambie hata kama una sura nzuri, unafanana na Mungu. Ngoja nikwambie, sio kila pepo anakimbia kwa kupiga kelele na toka. Wengine kabla haujafika walishakimbia kabla hujafika. Amen. Piga kelele, wakimbie kuanzia sasa. Wakimbie kuanzia sasa. Sema kwa jina la Yesu wakimbie saa hii. Kwa jina la Yesu wakimbie saa hii. Haleluya. Amen. Sema amen. Amen. Jitambue tu.